Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Ijumaa ya tarehe 28 mwaka 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Utaingia katika swala zima la majadiliano ya kikundi kuhusu maendeleo ya mahala fulani na je, ni namna gani watu wanaweza piga hatua. Siku ya leo, utajivunia uhodari wako katika utendaji kazi na pia utaingia katika dimbwi la maadili ikiwa na maana utapendeza sio kawaida na watu watakuona. Pia watavutiwa na tabia zako na hata ucheshi leo. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 8 na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Siku ya leo, uwajibikaji utakuwa bora zaidi, furaha itakuwa kubwa katika moyo na hiyo yote ni kutokana na safari ya pamoja siku za mbele. Utaona baadhi ya mabadiliko katika mwili wako na ikidhihiri hivyo, muone mtu wa ushauri unaelewana naye. Utakapopokea pesa ambazo itahitajika uzihifadhi kwa muda. Mtoto mdogo huenda akakupelekesha mbio leo na mwisho wake ni mwema. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Unaweza kujiona wewe ni hodari na hiyo itapelekea wivu wa binafsi. Ukweli ni kwamba yupo ambaye amekuzidi kwa vionjo fulani. Utaweza kupokea pesa ila zitaisha pesa hizo kwa njia ambayo ya kustaajabisha. Ukweli unaujua rafiki. Utavutiwa na mahusiano mapya ambayo hisia zitakuwa juu sio kawaida rafiki. Unaweza kuhisi umefanya makosa kumsaidia mtu fulani baada ya kuona ni mwenye kukwepa. Walakin subira na moyo wa dhahabu ni bora zaidi ikiwa na maana leo kwako kesho kwake. Hakuna mkamilifu rafiki. Uvivu utakutawala leo kadri jua linavyosogea ndivyo uvivu unavyoongezeka. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Siku ya leo, muda utakuwa ni mdogo sana na hiyo yote ni kutokana na kutaka kufanya mambo mengi kwa siku moja. Utasaidia mawazo au hata kushiriki moja kwa moja hafla inayohusu familia yako. Utapata disappoint fulani ambayo itakupa ujasiri kustand alone katika nyakati zote zako rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Vyombo vya moto kama gari na kadhalika utavihitaji zaidi leo ili kurahisisha majukumu yako. Mambo ni mengi ila muda ni mchache. Maumivu ya mgongo huenda ukasikia leo na hata kutoka jasho jingi sio kawaida. Utajipongeza katika swala zima la pamoja kwa kufikia nusu ya ushindi sio ushindi kamili. Utazimia kutimiza mahitaji ya watu fulani na hakika utapambana kimya kimya ili kutimiza. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange. Na namba ya bahati ni 1,
10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Siku ya leo, ushawishi katika jambo la pamoja utakuwa mdogo sana baada ya mmoja miongoni mwenu kuwaacha mkono. Utapokea pesa licha kuwa ni kiwango kidogo, ila utaridhika leo. Mawazo yako yatakuwa juu, ikiwa na maana utafikiria zaidi mbele ya muda, na ni kweli majibu ni chanya rafiki. Utazingatia ushauri wa watu wenye busara katika hatua za maendeleo na katika kukabiliana na changamoto mbalimbali. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Upepo unaweza kwenda tofauti leo, ikiwa na maana hautakubali kudanganywa, isipokuwa maneno yako wewe tu ndiyo yakubalike. Utafanya jambo ambalo litashangaza watu wengi, ila kwako litakuwa na faida kubwa rafiki. Upande wa pesa ni wastani na unaweza usitoe hata thumni leo kuwasaidia watu, isipokuwa kwa watu wanaokuhusu tu. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Uhuru wa kuongea, usije kupeleka kuongea maneno ambayo yanaweza wavua nguo wengine. Hivyo basi, jitahidi kuongea kauli tamu ambazo zitaacha alama kwa kupigiwa mfano. Utafanya jambo la wajibu leo, hasa baada ya kugundua ni lenye haraka zaidi. Utajifunza kitu fulani cha elimu ambacho mwangaza wake utauona. Utaitwa sehemu ya mbali na mtu wako wa karibu. Unaweza shiriki moja kwa moja jambo lililo katika hisia zako. Chunga mipaka yako rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Mapatano ni madogo sana leo, ikiwa na maana madeni, kodi na hata mauziano hayatakuwa katika mizani nzuri. Utapatwa na mshangao baada ya kusikia habari ya mtu fulani mwenye heshima kwako. Mahusiano yatakuwa moto na pia pesa ni wastani licha ya kusubiri ahadi ya mtu uliyomkopesha rafiki. Utavuka baadhi ya vikwazo pasi na kujua ni jambo jema na la kushukuru. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Utajikuta ukiingia katika wajibikaji ambao ulikuwa sio lazima. Utamlaumu mtu fulani baada ya kuonyesha udhaifu katika jambo fulani. Utaweka budget ya nguo za safari fupi ambazo inaweza ukafanyika weekend. Mahusiano yatakuwa safi, ila ndani yake kutakuwa na wivu mkubwa sana. Unaweza usikubali amri ya mtu fulani kwako au hata kulazimishwa kufanya jambo fulani utakataa leo. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Siku ya leo
Utahitaji zaidi mapatano kuliko mabishano. Unaweza usione mbele moja kwa moja, ila utakuwa na kumbukumbu zaidi za nyuma, kama vile watu walikusaliti au kusaidia kwa namna moja ama nyingine na kadhalika. Usumbufu wowote ule utahitaji ukae mbali na wewe leo. Utakuwa na uangalizi wa mgonjwa au hata kwenda kumsaidia pia. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na cube. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukiendelea tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Thamani ya mtu ipo katika utu wake na wala sio kitu rafiki. Utaongeza ujuzi fulani leo kwa vile ulishagundua udhaifu wako. Utahitaji amani zaidi na pia moyo wako utakuwa laini kutoa kitu kumpa mwingine mwenye shida. Huzuni inaweza ikakusogelea baada ya kuona baadhi ya mambo yako yakivurugika, ikiwa na maana sio kama unapenda rafiki. Pesa ni wastani, mapenzi ni moto, licha hisia kuwa mbali sana. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu leo kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika kila nyota. Na tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3:30 hadi saa 7 na dakika 25. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 na dakika 20 hadi saa 8 na dakika 25. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 mpaka saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 mpaka saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 mpaka saa 8 na dakika 25. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 mpaka saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9:30 mpaka saa 12. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 mpaka saa 1 za usiku. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7 mpaka saa 10:30 jioni. Na tukiendelea na utabiri wa watoto wadogo chini ya miaka 10 na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto au aliye mjamzito. Mtoto aliye tumboni ataweza wasaidia wengine akija duniani. Mtoto chini ya miaka 10 ataonyesha upendo kwa njia ya kukuweka bize, yani kufanya mambo ya utundu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliye tumboni atalipia baadhi ya madeni ya ndugu zake akija duniani. Mtoto chini ya miaka 10 hatakubali kushindwa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mtoto aliye tumboni atakuwa na taswira kubwa ya maendeleo akija duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atafikisha ujumbe kwa njia ya kilio au hata ishara. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, mtoto aliye tumboni atakuwa mfuatiliaji wa usalama mahala pa kazi. Mtoto chini ya miaka 10 atapenda ukaribu na mzazi wake. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mtoto aliye tumboni atakuwa na ujasiri akija duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa anafuatilia zaidi mahitaji ya mtu mwenye busara au mzee. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto aliye tumboni ataingia katika wasomi mashuhuri katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atasimamia kile anachoona sawa kwa mwingine.
Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, mtoto aliye tumboni atakuwa na hekima pindi akija duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atapenda sana kucheza na jinsia tofauti na yeye. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, mtoto aliye tumboni atasifika katika kutoa tiba zilizo bora katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 anaweza jitenga na watoto wenzie baada ya kuogopa kitu fulani. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kutumia akili zaidi kuliko nguvu. Mtoto chini ya miaka 10 anaweza kuhisi kuwa anaweza kufanya jambo yeye kama yeye. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, mtoto aliye tumboni atapenda kuwatetea wengine katika jambo la haki akiwa duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa na uthubutu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kuhitaji mabadiliko ya haraka. Mtoto chini ya miaka 10 ataonyesha nia ya kuwa msikivu kwa wazazi wake. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, mtoto aliye tumboni atajikita zaidi katika biashara. Mtoto chini ya miaka 10 anaamini uwepo wake ndio mafanikio wengine. Ushauri kwa mama: ondoa mawazo hasi kwa kufanya meditation na kuweka fikra chanya zenye malengo yaliyo bora kabisa kwa watoto. Ujumbe kwa walikuwa hajapata watoto: watu wenye hekima na busara huenda wakawa na wazo zuri lisiloisha na litadumu katika moyo wako. Ulikuwa nami na bye bye.